Majina yangu naitwa Nancy Longida Molel. She is Nancy Longida Molel from Arusha. Nimetokea Arusha kwa Morombo. Mimi ni mjumbe wa nyumba 10 au balozi. She is a village leader. Nimepata hii changamoto ya kupoteza mkono wangu wa kulia nikiwa nawasaidia wananchi wangu mmoja aliyekuwa anagombana yeye na mke na mume. She got this violence through a convict who was trying to do violence to his wife, but because she is a leader in this village, she intervened in the case, and in the return, they turned against her, and the man just attempted to chop her head, but she uses her hand like to protect herself, and is when she lost her right hand. Kweli hii kupoteza kiungo changu kimeniumiza sana na kimeniathiri sana, kwani sikutarajia kwamba huyu bwana atanifanyia kitu kama hicho, kwani mimi nilikuwa na wasaidia tu kama kuwasuluhisha ili waendelee kuwa mamoja. Lakini huyu bwana Daniel alishikwa na hasira akaamua kunipoteza kiungo changu. She is heartbroken because she was willingly helping the family to reconcile and settle together their disputes so that they can continue well with their lives. But what they paid in return is to chop her hand, and now she has a permanent disability without a hand. And even the wife of the convict is now like running crazy because of the man has also cut her head with a very big machete. Kwa sasa napata changamoto kubwa, kwani nilitumia fedha zangu zote kwa ajili ya matibabu yangu. Huyo bwana aliyenisababishia mimi kunipoteza kiungo changu, mpaka sasa hakuna chochote alichonisaidia. Nimepoteza mali zangu zote kwa ajili ya kujitibu. Nimepoteza akiba yangu yote. Kwa sasa nina watoto 3 wanaonitegemea, wanahitaji kula, wanahitaji kusoma, wanahitaji mavazi. Kwa kweli kwa sasa napata changamoto kwa sababu mtaji hata sina. She is economically broken because what she had on hand that she was using to push her activities, like doing some entrepreneurship activities, she has used all of them to treat the lost hand. So in medical attention, she uses a lot of money, and the convict never attempted even to help her in anything. So she is struggling by herself, and she is claiming to have 3 kids who were depending on her, and now she cannot do anything, even to wash clothes or to cook is a very big challenge to her. So she is suffering a lot, and she is psychologically traumatized. Kwa sasa ninachoomba kwa mtu yoyote atakayeguswa anisaidie na chochote kitu kama mtaji, na pia ninaomba kama ningepata mashine ya kufua, kwani napata tabu sana wakati wa kufua. Naombeni mtu yoyote atakayeguswa na Mwenyezi Mungu, naombeni mnisaidie mtaji na mashine pia ya kufua. Nitafurahi sana, na yoyote atakayeguswa sintamwacha kumuombea. Nitaombea mpaka maisha yangu yote. Wale wote walioguswa kwa ajili ya kunisaidia mimi, nitawaombea kwa Mungu. Asanteni. She is now asking for anyone who is capable of helping her